Tunaendelea na stori yetu. Siri chini ya maji. Usiku huo mwezi ulikuwa mkubwa na mweupe kama karatasi iliyopakwa rangi nyeupe. Juma na Maua walifika mtaa wa mwisho wa barabara karibu saa 1 asubuhi. Mtaa ulikuwa kimya kabisa. Hata mbwa hawakubweka. Ni sauti ya maji ya bwawa yakipiga polepole kama moyo unaopiga kwa hofu. Juma alibeba tochi 2 na kamba ndefu aliyochukua dukani kwake. Amina alikuwa na begi dogo lenye chupa ya maji na kisu kidogo cha kujikinga. Ingawa alisema hii haiwezi kufaa kitu kama kuna hatari ya kweli. Walifikia jiwe kubwa. Bwawa lilikuwa giza kabisa. Maji yake yakiwa kama kioo kilichotiwa rangi nyeusi. Juma aliangalia. Amina, una uhakika tunahitaji kuingia? Amina akatikisa kichwa. Maua alisema Zawadi iko chini, mahali ambapo maji yanaficha siri. Aliniambia kuwa kuna kitu kilichofichwa miaka mingi iliyopita, sio tu kumbukumbu bali kitu cha maana sana. Lakini alinionya, usiingie peke yako na usikae chini kwa muda mrefu. Walivua viatu na jezi. Juma alifunga kamba kwenye jiwe ili wawe na kitu cha kushikilia warudi. Waliingia majini polepole. Maji yalikuwa baridi sana kama barafu iliyoyeyuka. Harufu ya maji machafu iliyochoma puani. Walifika mahali penye kina cha kifua. Amina akamwambia hapa ndoto aliposema. Chini kidogo. Juma akachukua pumzi ndefu. Akazamisha kichwa chini. Tochi yake iliangaza maji machafu. Aliona takataka, plastiki na kitu kama kivuli cheusi chini. Alizamia zaidi. Akafika chini na kugusa mchanga. Mikono yake iligusa chuma baridi. Sanduku jingine dogo la chuma limefungwa vizuri. Alichukua na kuanza kuogelea juu. Lakini ghafla kitu kilishika mguu wake. Si takataka. Ilikuwa kama mkono mkubwa baridi wenye nguvu. Alipiga kelele chini ya maji. Bubbles zikapanda juu. Amina alimvuta kwa kamba haraka. Walitoka nje. Juma alipumua kwa hasira na hofu. Sanduku lilikuwa mkononi mwake, lenye kutu kidogo lakini bado imara. Nini hicho kilichonishika? Alisema kwa sauti ya kutetemeka. Amina aliangalia bwawa. Maji yalikuwa yanatembea kidogo, kama kuna kitu kinatembea chini. Watu wa hapa wanasema bwawa hili halina chini tu ya maji. Kuna roho ya mtu aliyezama miaka 80. Alikuwa rafiki wa familia yetu. Alizama akijaribu kuokoa kitu. Maua alisema alimuona mara moja usiku na akampa zawadi ili asimwambie mtu yoyote. Walifungua sanduku kwa mkono wa kutetemeka. Ndani kulikuwa na barua nyingine iliyoandikwa kwa mkono wa Maua. Juma, kama umepata hii maana umethubutu. Zawadi hii ni pesa kidogo niliyokusanya hospitalini ili uweze kuanza maisha mapya. Lakini zaidi ni picha ya siri yetu ya kweli. Sisi ni marafiki tu. Tulikuwa na ahadi ya kuolewa siku moja. Lakini familia yangu ilinizuia. Samahani kwa kuondoka bila kuaga. Usinisahau na usirudi bwawani tena, hatari inakungoja. Ndani ya bahasha ndogo, picha ya Maua na Juma wadogo wakiwa wameandika nyuma milele. Na chini ya picha kiasi kidogo cha fedha, karibu shilingi milioni 1 iliyofichwa kwa karatasi. Juma alianza kulia kimya. Amina akamkumbatia. Lakini ghafla maji ya bwawa yalipanda kwa nguvu kama kuna kitu kinatoka. Sauti ya chini kama mtu anapiga kelele kwa mbali ilisikika. Rudisha, rudisha. Tochi ya Juma ikazimika yenyewe. Giza likamzunguka. Tochi ya Juma ikazimika yenyewe. Giza likawazunguka. Kamba iliyokuwa imefungwa jiwe ilianza kusogea peke yake kama inavutwa chini. Amina akapiga kelele, tukimbie sasa. Walianza kukimbia kuelekea barabarani. Lakini Juma aliangalia nyuma mara moja. Katika maji aliona kivuli kirefu kama mtu mrefu mwenye nywele ndefu akiinama kuelekea kwao. Walifika nyumbani kwa Juma wakiwa wamepiga pumzi. Walifunga mlango na kuwasha taa zote. Juma aliangalia sanduku tena. Ndani ya bahasha ya pili kulikuwa na ujumbe mdogo wa ziada. Kama umerudi na zawadi, basi roho ya bwawa itakutafuta mpaka ukomboze ahadi yetu. Cheza wimbo wetu kwa sauti kubwa mbele ya bwawa siku ya mwisho wa mwezi. Itakuletea amani au itakumaliza. Juma na Maua walitazamana kwa hofu. Wiki ijayo ni mwisho wa mwezi.
Amina alisema kwa sauti ya chini. Juma akatikisa kichwa. Lazima nimalize hii kwa ajili ya Maua. Unadhani Juma atarudi bwawani na kucheza wimbo? Je, roho hiyo itamruhusu aishi au hatari itawamaliza wote? Fuatilia episode ya 4. Usisahau like, comment nitarudi bwawani kama unathubutu, na subscribe ili usikose.